katika mazingira haya ya kisiasa ambayo yamekaa kama ambavyo tunafahamu kila mmoja. Sasa tunapopatikana bado wapambanaji ambao tunaita wabishi, ambao tunaenda na mazingira yote yale kuhakikisha kwamba chama chetu kinasonga mbele, tuna sababu kubwa sana ya kupongezana. Kwa wasionifahamu, mimi naitwa Shija Shibeshi, ni katibu wa kanda hii ya Kusini. Jambo la kwanza ambalo lazima tulizingatie na operesheni inaitwa tukutane field, tukutane site, tukutane kwa wanachama kule. Na ndio maana sisi na uongozi wa kanda tumesema hapana, chama kiko ofisini, chama kiko kwa watu. Tumeamua kuondoka ofisini, tumeamua kuja kuwaona ninyi, ili na ninyi kile ambacho tunafikiri sisi tunacho moyoni tuambukize, ni muambukize na wengine, hatimaye chama kiendelee kujengeka. Ndio maana tumesema tukutane wapi? Tukutane field, tukutane site, tukajua uhai wa chama ukoje katika haya maeneo. Sasa tumekuja kujua uhai wa chama katika wilaya hii ya Newala. Sisi tunafikiri ni wakati sahihi wa kuendelea kufanya vikao ili chama kiweze kuwa imara. Sasa naomba mzingatie mambo yafuatayo kwa sasa, kwa hatua ya sasa. Jambo la kwanza, hakikisheni kila anayeitwa mwanachama wa Chadema anakuwa na kadi ya kidigitali ya Chadema. Anakuwa na kadi ya kidigitali ya nini? Ya Chadema. Lakini kuanzia sasa, katibu wa kanda nazungumza kuanzia sasa, sajilini wanachama kwenye kadi za kidigitali. Waalaikum salam. Karibu. Sajilini wanachama kwenye kadi za kidigitali, na mkimaliza kuwasajili wanachama kwenye kadi za kidigitali, mdaini katibu wa kanda hizo kadi. Kama mwanachama amesajiliwa, amepigwa picha, taarifa zake zimewekwa kwenye mfumo, amelipia ada yake shilingi 2500, uweze ukapata kadi bila kulipia ada kwa sababu mfumo umeshatengenezwa. Amelipia ada yake shilingi 2500, ana haki ya kupewa kadi yake ya kidigitali. Mdaini katibu wa kanda, tena bila kumhurumia kabisa, kwamba katibu wa kanda, Newala tuna watu 300 wanadai kadi, wamelipia ada ya wanachama 2500, hawana kadi. Kwa nini? Mdaini katibu wa kanda akose usingizi kabisa. Peoples. Jambo la kwanza ni hilo. Jambo la pili, kila anayeitwa kiongozi wa chama, ana level yake ya kadi yake ya hadhi yake. Tuna kadi inaitwa bronze ya shilingi 10,000. Hiyo ni kadi ya kiongozi wa chama level ya kata. Tunaelewana sawa sawa? Kwa hiyo viongozi wote anaitwa kiongozi wa kata anapaswa kuwa na kadi yake ya level ya uongozi wa kata bronze. Tuna kadi inaitwa silver ya shilingi 25,000. Hiyo ni kadi ya level ya kiongozi wa jimbo au wilaya, pamoja na mtiania wa udiwani au diwani. Ni kadi inaitwa silver ya shilingi 20,000 na ngapi? Kwa hiyo kila aliye kiongozi wa kata alipie kadi yake ya shilingi 20,000 na ngapi? 25, inaitwa silver. Tuna kadi nyingine ya 50,000 inaitwa gold. Kadi ya gold ya shilingi 50,000. Kila anayeitwa kiongozi wa mkoa anapaswa kulipia kadi yake ya level yake ya mkoa shilingi 50,000. Tuna kadi ya shilingi 100,000 inaitwa platinum. Kila aliye kiongozi wa kanda, maafisa wa kanda, wajumbe wa kamati wa kanda, viongozi wakuu wa kanda, kadi yao ni shilingi 100,000 inaitwa platinum. Kuna kadi inaitwa diamond, ni ya shilingi 200,000. Kila kiongozi anayeitwa ni kiongozi wa kitaifa, maafisa makao makuu, viongozi wa secretariat ya kitaifa, viongozi wa kamati kuu ya taifa, pamoja na watiania wa ubunge. Kama mna mtu hapa anaitwa mtiania wa ubunge au wawili au watatu, wanapaswa kuwa na kadi inaitwa diamond ya shilingi 200,000. Sasa tulikuwa na changamoto kidogo ya mfumo. Jana nimezungumza na viongozi makao makuu, wakasema mfumo uko vizuri, kuanzia sasa unaweza ukasajili mwanachama na kadi yake ikapatikana. Na mimi jana nikatesti, kwa sababu mimi ni katibu wa kanda. Kwa namna nyingine ni mjumbe wa secretariat ya taifa.
Mimi nimelipia kadi yangu ya 200,000 jana. Tunajua maisha yetu ni magumu, lakini mwisho wa siku kwa sababu katika level fulani inabidi ujikaze na level yako hivyo hiyo ukobae nayo. Pause. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama viongozi wetu wote wa kata watalipia kadi, kama viongozi wetu wote wa wilaya, majimbo na mkoa watalipia kadi na wa kitaifa, tutapata miguu ya kutembelea, tutaweka mafuta kwenye gari kama chama. Tutaenda field kama ambavyo sisi viongozi wetu tumesema tunakutana wapi? Field. Yaani CCM wataendelea kuipata cha moto. Kwa sababu tuna miguu ya kutembea na hatuna fedha ya masimango. Maana wakati mwingine walikuwa wanatishia zamani ruzuku, sio? Sasa chama kikasema tuwezi kwenda kwenye chaguzi na ruzuku yao wabaki nayo. Hiki chama ni chama cha Watanzania. Sasa tuonyeshe mfano kwa watafuta Watanzania kwenye tone na kwenye kulipia kadi za wanachama. Kwa hiyo watendaji wa chama, makatibu wa kata, makatibu wa wilaya na makatibu wa mikoa, ninaomba kila group la WhatsApp linalojulikana ni group la chama kwenye level hii au kwenye kanda yetu hii ya kusini, naomba tuyafanye magrupu hayo kuwa magrupu ya kazi. Sawa sawa? Magrupu ya kuzungumza matatizo ya Watanzania kwenye kanda yetu na magrupu ya kuzungumza mikakati yetu kama ya chama ya kusonga mbele. Yasiwe ni magrupu ya kugombana, yasiwe ni magrupu ya kususana, yasiwe ni magrupu ya vurugu. Yawe ni magrupu ya kimkakati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chama chetu kinasonga mbele. Kwa hiyo, ili uwe na grupu la kimkakati la kuzungumzia matatizo ya Watanzania katika level hii, katika level ya kila ngazi, sio? Ni lazima uwe una uhakika waliopo kwenye hilo grupu ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Tunaelewana sawa sawa? Yes. Na namna pekee ya kuwatambua ni wao kujitambulisha kwa CDM namba zao, kwa kadi zao za wanachama. Kwa hiyo kila mtu kuanzia sasa hivi natoa siku 14. Kila mtu aliyo kwenye grupu linaloitwa la Chadema ajitambulisha kwa kadi yake, tumjue huyu ni mwanachadema kweli kweli. Baada ya siku 14 kuanzia leo ni tarehe 24 ya mwezi wa ngapi? Wa 7. Baada ya siku 14 watu wote walio kwenye grupu ambao hawajajitambulisha kwa kadi zao waondolewe kwenye magrupu, ili tujue grupu hili lina chama, lina watu 10 lakini wanachadema. Hawa wanachadema 10 watazungumzia kuhusu Chadema yao na watazungumzia kuhusu matatizo ya Watanzania. Watapeana mikakati ya kuulizana, je, kuna maji kwenye eneo letu? Hakuna. Kwa nini watu wetu wanakosa maji wakati wanalipa kodi? Lazima tuwaseme hao jamaa wanaokusanya kodi. Je, watumishi wa umma katika eneo letu, walimu, manesi na watu gani, wanapata stahiki zao sawa sawa? Hawapati. Sisi kama Chadema tumechagua kwa upande wa haki. Ni lazima watu tuwasemee. Kwa hiyo watu watakuwa na mikakati ya kuzungumzia matatizo yanayoikabili jamii katika maeneo mahali, kwa sababu wapo wachache lakini ni watu wanaofahamiana kwamba we are family, sisi ni familia. Hakuna mtu hapa ambaye ni kamtego. Kila mtu aliyepo hapa ana kadi yake, ana CDM namba yake, amelipia 2500 au amelipia kadi ya hadhi yake. Peoples. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuanzia sasa tulitekeleze. Kwa hatua ya sasa naomba kwanza niishie hapo.